This week on Wakenya Mashinani, we want to know the sounds of animals. Na Simba. And not only that, we want to know, is it okay for a woman to propose to a man? Hiyo iko sawa kwanza sahi. Juu sahi wanaume hata sahi hawajielewi, hawajiwezi. Wengi wananyonga, si ndio kweli? This is Wakenya Mashinani episode 7 season 2 Kawangware Soko. Kabla tuende kazi, please weka hapo ka subscription. Tuende kazi. Welcome to another great episode of Wakenya Mashinani. This is the #1 digital channel where we celebrate Kenyan culture, talent, and anything Kenyan. I'm your great host, Jerry Mokua Sakwa. Today we have visited Kawangware Soko. Huku ndio soko yenyewe. This place watu wanakuanga wamedharau sana, but it's very big. We're going to talk to the people of Kawangware. Tutaona pia labda tunaweza fanya ka shopping moja, mbili, hivi, tatu. We're going to have some good fun. So stick with me and don't change that dial. Today's challenge is amazing. We want to know kama watu wa Kawangware wanajua sauti za wanyama. So I'll be telling them an animal, alafu wananiambia inatoa sauti gani, alafu inaitwaje. But the beauty is itakuwa in Swahili. Kwa mfano, jogo huwika. Sauti ni kokoliko. Anyway, wacha tusikie watu wa Kawangware watatuambia aje. Kwa hivyo ndakwambia mnyama, unasema sauti inatoa, alafu unatoa hiyo sauti. Kwa mfano, kuku hufanya nini? Hiyo inaitwa kuku. Kuwika. Ni jogoo samani. Haya, jogoo hufanya nini? Huwika. Unaanza kusema huwika, alafu ndio unatoa sauti. Jogoo? Unasema huwika ndio utoe sauti. Jogoo? Aya, na umbwa? Woo, 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 woo. Hiyo sauti inaitwa aje? Jina ya umbwa? Hiyo sijui. Umbwa anabweka. Na ng'ombe? Mo. Hiyo sauti inaitwa? Mo. Jogo? Kokoko. Hiyo inaitwa? Croaking. 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 Kwa Kiswahili? Aya, wacha tujaribu ingine. Umbwa? Wewe na wewe umeikuwa umbwa? Kuja. Aya, hiyo sauti inaitwa aje? Hiyo sauti ya umbwa. Kubweka. Wewe ni mwerevu. Na simba? Simba. Hiyo inaitwa? Kuguruma. Very nice. Wewe nika ulipita Kiswahili, si ndio? Hebu acha nikuulize swali ya Kizungu. Unajua Kizungu vizuri? Na mbuzi, wameamua mbuzi. Na mbuzi? Hiyo inaitwa aje? Hiyo inaitwa? Mbuzi? Inaitwa kurerema. Kurerema. Hata hiyo mimi sijaijua. Majogoo hufanya nini? Inawika. Hiyo sauti inakuanga aje? Kuku. Wewe unajua, wewe ni mwerevu. Na umbwa? Gu. Hiyo sauti inaitwa aje? Kubweka. Very nice. Na paka? Miau. Hiyo sauti inaitwa? Hiyo sijui. Hebu jaribu inaitwa? Siwezi kumbuka. Imepotea kabisa. Naye hapa. Uko na paka hapa. Utaiuliza baadaye.
Haya. Hiyo inaitwa aje? Hiyo sauti inaitwa aje? Jogoo huwika. Jogoo huwika. So anawika aje? Msudi. Haya, acha jaribu ingine. Na umbwa? Hiyo inaitwa? Umbwa. Hebu msaidie inaitwa? Kubweka. Wewe nikaona unajua Kiswahili na ulikuwa unaogopa. Wacha tujaribu na ng'ombe. Mo. Hiyo inaitwa? Si ni kubweka tu. Mo inaitwa aje? Ng'ombe. Cow. Cow. Yani hiyo sauti inatoa mo inaitwa aje? Kai. On special edition we have met one boda guy. Boda inakuanga job inajulikana sana Kenya wase wa boda. But this guy ni special that boda zake ziko pimped, ziko na madoido, haziko tu hivyo venye ziko. He's not only a boda guy but he's young and he owns two. This is an entrepreneur. We're gonna speak to him, tutajua alianzaje hii biashara yake, imemsaidia aje. Alafu tuko na kaswali ka special nataka kumuuliza ya watu wa boda ni wagongi. So acha tuongee naye tusikie atatuambia aje. Mimi naitwa Didi Luther. Nafanya boda hapa hivi. Mimi niko na 23 years. Niko na 23 years. 23 years kimiaka ama kwa kazi ya boda? Kazi ya boda niko na miaka kama 4. 4. Miaka kama 4. Nini ilifanya uingie works ya boda? Tulifanya niingie boda ni vile unajua sasa hakuna kazi. Sasa hakuna kazi tena, vijana wadogo sasa hii hatuna kazi vile hii, kama unajua sile masiku wenye wase walikuwa wanataka shule wakiandikwa wakiingia job. So mimi niliamua tu niingie kazi juu hakuna kazi nyingine ilikuwa inafanya. So sasa uko na boda kama ngapi? Sasa niko na boda 2. Hii hapa ndio ilikuwa ya kwanza. Alafu niko na nyingine hapa ndio imekuja juzi. So ni mbona unazieka azinu unaekanga hizi madoido nini? Why? Hii moja ni kuvutia makastoma. Unajua kuna ule customer anataka bike smart, yani manyanga, unaona? Kuna ule kama anataka tu bike smart, ile imemfurahisha, bike bora iwe safi. Ndio anataka. So unaamua unaisuka. Hivi unafanyanga wewe mwenyewe ama kuna mahali unapeleka? Niko na designer wawili kama hii. Hii ni designer yetu Lorenzi. Huyu ako Kite. Alafu niko na mimi alifanya hii, aitwa Ochibo. Huyu ako wapi? Huyu ako hapa Tuongwaro. So biashara kama hii ni challenges gani wewe upitia sana? Hii ya boda. Ya boda iko na challenges. Juu unajua kuna bad days na good days. So kuna zile bad days labda hakuna kazi, unaona? Busy yani iko down. So lazima pia unategemea wale kwa simu. Jua pia natuchapa hapa, unaona tuna kashade. Hilo sub challenges, unaona? Sawa. Haya, alipita hakujua. Alafu pia watu walikuwa wanasema watu wa boda ugongeana. Ni ukweli watu wa boda ni hatari sana. Ni ukweli? Gongeana. Gongeana hapo sina maoni, lakini inaweza kuwa. Kwa hii busy yenu ni rahisi kupata mdemu? Kwanza haraka sana. Mbona? Sasa unajua mademu wanapenda bike sana. Kwanza hapo Ngwaro sijui ni kwa nini, lakini mimi naonaga mademu wanapenda bike sana. Umaikatiwa na demu ukiwa kwa busy? Ama unaogopa kusema? Usiogope kusema? Usiogope. Sama unaweza kubali, lakini unajua for a girl ndio mdemu kwa approach sio rahisi, unaona? Lakini kuna zile vitu anafanya kuoneshana anadai stories zako, unaona? Unaweza fanya kitu kama? Si anakuja labda unambeba, anachukua namba, anakupigia yani ile ana create yani kaka friendship. Sasa ndio uanzie hapo sasa. Hebu nikuulize, kuna venye dema anaweza kushika hivi kwa boda ujue huyu ni wa kunitaka? Inawezekana? Kuna wale wako hiyo design. Anakushika unajua. Haya, sawa, acha tuachane na hiyo. So ni nini ungependa kuongeza kwa hii, ama ni uko na plans gani? Any future plans kwa hii biashara yako ya boda? Kwa hii business yangu. Future plan nataka yani Ngwaro
ni on kama by kama 15. Hii ndio future plan yangu niko nayo. Amazing. Safi. Sawa, all the best. Tumeshukuru sana, tumefurahi kuongea na wewe. Kitu ya mwisho maybe unaweza angalia hapo advice vijana ama mtu yote mwenye ana watch. Kwa vijana ama mtu yote ana watch. Mimi naweza kumwambia tu sahi ni kujituma tu. Kwanza hii serikali ya Kasongo. Sahi ni kujituma tu. Kuangana tu yako juu chini, utafute tu yenye unakula. Kama kuna bibi na mama mtoi home, hivyo mkoro wako, hivyo familia pia unaiangalia, usiwasahau pia watu wa kwenyu pia ukiona kitu. Hiyo ndio naweza ambia tu watu. Wakenya mashinani. Aya, tumesikia kitu watu wa boda wamesema, so there were not rumors. So you have the answer. Mr. Kiata kurudia. Anyway, let's go to the topic of the day. Leo topic ya leo, it's very simple. We want to know, is it okay if a woman proposes to a man? Mwanamke akienda kwa mwanaume ambie, I love you, I want to marry you. Hey! Acha tusikie watu wa Kawangware watatuambia nini. Hiyo iko sawa kwanza saa hii. Mbona? Juu saa hii wanaume hata saa hii hawajielewi, hawajiwezi. Sasa saa hii wanawake hata ndio unasikia wanaoa. What do you mean wanaume hawajiwezi? Juu siku hizi ni kama sijui wanakunywa sana. Sasa unapata hata mwanaume haendi kazi, amekaa tu kwa nyumba. So hata hawezi oa, inabidi juu wewe unamtakanga na unasikianga umemtamani, uende mwambie tunaweza oana. Na akitaka kukuoa. Unaweza isema aje, hebu ndio huyu mwanaume jifanye ndio huyu, ukuje umwambie unataka kumwoa. Hebu mwambie venye unaweza mwambia. Sasa unajua sasa tutakuwa tumezoeana. Sasa mmezoeana. Tumezoeana na wewe sasa. Namuuliza sasa babe, naweza kukuoa. Hata ni huyu nishaimwambia kwanza. Wewe uliitikia kuolewa wewe? Uliitikia kama ni jokes. Na mimi nilikuwa serious. Wewe unakataa kuolewa? Mwanaume anajua mwanaume anafaa kuoa, sio kuolewa. Sasa mbona ulikataa? Angalia sijazoea kitu kama hiyo. Sijaona hivyo. Mimi nimezoea, angalia mimi ndio mwanaume, mimi ndio kusema. Sahi yako serious, sahi ni serious. Mwambie na wewe ujibu sahi. Mwambie na yeye ajibu. Sahi ndoa ishikanishwe sahi, hii ni patanisho. Wewe sahi unaenda kukua bwana ya mtu. Haya mwambie. Sasa babe, naweza kukuoa. Iwezekani. Kwa mila zetu. Mila ndio inakataa hii maneno. Mila yetu inakataa maneno. Wacha na mila bro. Mwanamke ndio huyo akuridi. Wacha na mila. Mimi niko na kila kitu. Na ako na do. Niko na pesa. Mimi nimezoea kujitafutia. We jitafutia hapa basi. Wacha kwenda kujitafutia. Ndio hii. Ili kujitafutia. Kuliko kupewa. Ukizoea hiyo, utaifanya kazi. Ushaingia sasa. Okay. Haya. Sawa, hiyo. Sasa kwa hivyo uingie box yangu sasa. Sasa nitafuta mwingine mwenye naweza oa. Akubaliana na yangu yenye nasema hapo itakuwa sawa. Hiyo hebu sema ni nini hiyo unasema? Lazima ikue. Sema hiyo masharti sahi. Sasa mwanamke akiwa na pesa, pale lazima kuangalia na kupiga kichwa. Unaona? Kila kitu lazima unakuba. Kama hiyo unasema ati naosha vyombo, jina hapana. Huyu wewe utakuwa na pesa na uoshe vyombo. Natafuta mbochi. Natafuta mbocha naosha vyombo. Wewe uoshi vyombo. Tena akileta kwa nyumba analeta mashida nyingine. Hata iacho nyumba. Wewe mbochi pia atakutaka. Lazima kwanza nasikia. Mimi mwenyewe nitangulie kutoka kwenye hiyo nyumba. Siwezi acho hapo kwenye hiyo nyumba. Haya sasa mimi ndawaacha muendelee, muamue mpendane. Wakenya mashinani. We have come to the end of the show. This is the saddest part of the day. But we have to end there. Thank you very much for tuning on to Wakenya Mashinani. It has been an amazing edition. Watu wa soka wametuonyesha mambo. Sauti walikuwa wanatoa za wanyama hizo makokoriko na me. Thank you once again for tuning on to Wakenya Mashinani. I've been your great host, Jerry Bokua Sakwa. Let us know in the comment section. Ungependa tukuje mtaa gani? Until next week, Monday, 2 p.m. Ciao, ciao.